Asante bwana, wana harakati wote, mimi nadhani harakati zinaendelea, ingawa tunapigwa vita vikali. Serikali inatumia nguvu nyingi kuwekeza kwa ajili ya kufumbaza mambo yanayofanyika na wanaharakati ili kuja kutrendisha mambo na kuwapoteza wanaharakati katika chaneli yao ambayo wapo wamesimamia. Lakini mimi nataka nimwambie kitu kimoja ambacho tunatakiwa tufahamu na tujifunze wanaharakati. Kwanza kuna hii program ambayo inatengenezea cover. Mimi nilikuwa natamani kila mwanaharakati aijue jinsi ya kuitumia na jinsi inavyofanya kazi. Ni rahisi sana. Ingia hapo Play Store, Google, download Video Maker. Video Maker, i-download. Hiyo application itakusaidia kutengenezea cover. Cover yoyote unayoitaka, unachukua picha, unaongea maneno yako, unafanya, itasaidia kuendeleza harakati. Lakini pia jambo lingine, tunatakiwa tuendelee kusupport. Unajua hawa tukiwa sisi tunafanya, mara amekuja kidogo kwenye akaunti hii kamuona huyu amekuja huku, ina maana tusapotiana sisi wanaharakati kwa wanaharakati. Tumeona mwenzetu labda Trum kwa mfano ameposti jambo ambalo ni nondo, download, rusha kwenye akaunti yako. Yule akiona kule, yule akiona kule, yule akiona huku, ndio wanapagawa. Lakini pia taharuki inatakiwa ziendelee kufanyika. Tusikae kinyonge. Kama kuna jambo lolote ambalo tunaweza kulifanya kwa muda, fanya jambo. Kama unaweza kufanya jambo kwa wakati wako wowote, muda wowote, fanya jambo. Ili tunavyokuwa tunafanya taharuki, ndio inatusaidia na wao wanaona, kumbe hawa vijana, hawa wanaharakati bado wapo macho. Hawa wanaharakati hawezi kufumbazwa na ujinga wetu ambao tunaufanya. Lakini tulikuwa tunakaa kimya, wengine tunaanza kusambaratika. Unakuta mtu mwanaharakati anaposti, mwingine hata kulike tu imekuwa ni ngumu. Tunaona sasa hivi akaunti nyingi za wanaharakati zinaanza kudrop kwa ajili ya kutrendisha mambo ya kijinga. Tunakaa kuanza kulike vitu vya kipuuzi, wakati tulikubaliana mwanzo tusiwape support wajinga. Wasanii bloku, piga bloku akaunti za kijinga, miradi hayo bloku, wapumbavu wote bloku. Tuwe sisi wanaharakati tupo, tunaona vitu vyetu tu sisi vinavyokuja kwenye simu zetu. Lakini kama tukianza kuonesha upuuzi utuingie, unatutawala, maana wao wanatumia pesa kutrendisha vitu vyao. Kwa tunatakiwa tusimame, turudishe msimamo wetu ule ambao upo, tupambane kwa ajili ya nchi yetu. Hatuwezi kukaa kimya. Tunaona maonevu, wananchi wanaonewa kila siku. Nchi imekuwa ni ya kikundi cha watu wachache, ndio wanasababisha maisha yanakuwa magumu. Leo hii vitu vinapanda bei, kila kitu unaambiwa kinapanda bei kwa ajili ya mafuta. Sasa mafuta yanasababisha vipi mchele upande bei? Kupanda kwa mafuta kunasababisha vipi sukari ipande bei? Utaona ni upuuzi ambao hauwezi Wanaharakati, tupambane, tupaze sauti zetu, tusikae kwa kuogopa. Humu kuna wengine wapuuzi kadhaa wananunuliwa, tunajua. Wananunuliwa, wanakuja wanafungua live, wanajifanya nao ni wanaharakati, kumbe ni wapuuzi. Wanakuja kutuchota akili zetu, wanakuja kutusikiliza nondo zetu, wanaenda kuwasikilizisha wapumbavu wenzao ambao wamewatuma. Sasa sisi tunasema tutochoka, tutapambana mwanzo mwisho. Haiishi mpaka iishe. Hii ni TFF, ni battle to battle, face to face. Hakuna kuogopa wapumbavu katika hili. Kama wanaweza kufanya, kama unaweza, watu wote moja, wabaki wao tu wanaojitaka, na kikundi chote watu wachache na familia zao, wabaki sisi wengine Watanganyika wote watuue kama wataweza. Lakini nawaambia hatuwezi kukaa kufikiria na kuchoshwa na wapumbavu wanaojiita watekaji, sijui wapumbavu gani. Ni wapuuzi, ni kikundi cha watu wachache ambacho kinatengeneza mazingira ya kuwasababisha wananchi wakae kwa hofu kwa ajili ya kuogopa wapumbavu 4, 5, 6, 7. Hiyo haiwezekani. Mimi nawaambia ukweli. La tukikaa kila siku kuwa waoga, inaweza ikasababisha hata vivuli vyetu tukaanza kuja kuviogopa baadaye. Uoga umezidi. Sasa hicho kitu hakiwezekani. Jamani, na asanteni kwa hayo, lakini pia nieleza contact za hapa na pale. Tujifunze mambo hayo, ndio yatatusaidia. Asanteni sana. Asante sana kaka. Asante sana kwa vizuri sana na umeongea vitu vya maana. TFF battle to battle. Yeah.
tulipostiwa bana, tulitangazwa, tuliwapea pressure na tuzidi kuwapa pressure hiyo hiyo tu. Kwa hivyo tuendelee. Unajua ukiona uchungu na nchi yako, basi uoni mwili wako na dhamana yoyote, kwa sababu nchi ni ya muhimu sana. Unajua wengine wetu labda tunasema wetu tupokee milioni, tunaweza kununuliwa na tukapotea mitandaoni, lakini nani aongee mwingine? Kwa hivyo karibu kaka Marcus. Mimi nataka niseme machache mawili matatu, alafu taendelea. Kwanza, tumechelewa sana. Haya mengi ambayo tunayaongea hapa tumechelewa. Mimi sioni kama kuna haja ya kutoa elimu kwa Watanzania. Wataka niambie Watanzania hawajui yaliyotokea Oktoba? Watanzania karibia wote, 90% na kitu, wanajua yaliyotokea Oktoba. Yaani hilo tu lilotokea Oktoba ilipaswa kuwa njia pekee ya kuikomboa nchi. Yaani watu wasingenyamaza, watu wasingerudi nyuma. Watu hilo tu linatakiwa waingize barabarani, kwa sababu wanajua kwamba hili jambo, hawa viongozi waliopo wamejipa uongozi, hatukuwachagua. Yaani hatuhitaji hata elimu sijui kwanza kuambia watu CIG, sijui kuna hela zimeliwa, sijui upuzi umetokea, hatuhitaji. Yaani ile mauti waliotupa, risasi walizotupiga, vifo visababisha, ile tu ni elimu tosha kwa Watanzania kuambia hatuna uongozi. Yaani hiyo ilipaswa iwaambie Watanzania tokeni barabarani. Sasa mimi mwaka jana mwezi wa 10 nilikuwa naongea na mtu nikamwambia mpaka ikifika mwezi wa 12 mwezi wa 6 2026 Watanzania watalia sana. Sababu maisha yatakuwa magumu kushinda ulivyofikiri. Maisha yatakuwa magumu kweli kweli. Vitu vitakuwa vinunuliki. Na sasa tunaenda huko. Na mimi hiyo napenda. Yaani acha wachomewe vibanda. Achia tu vibanda, wachomewe na nyumba. Yaani Watanzania tupigwe, yaani tuteswe mpaka akili zitukae sawa. Zitakukaa sawa, Trump hutakuja kuhubiri hapa taharuki. Tukipigwa vizuri, tukapigwa, tukatumeka kila kitu chetu, tukachapwa vizuri na hii serikali ya CCM. Nakwambia hutakuja hapo utuhubirie kwamba fanyeni taharuki, tuandamane. Hakuna tekea. Watatoka wenyewe Watanzania. Watatoka wenyewe. Kwa sababu tumekuwa matahira. Ni elimu gani tunataka? Tunataka elimu gani? Kwenda kuambia watu kwamba kuna watu wetu kuna Tanzania waliuliwa 2025 Oktoba. Hiyo ndio elimu tunaitaka. Yaani kuna Mtanzania gani hajui kwamba kuna watu waliuliwa? Na hawa wanaojiita viongozi hawapaswi kukaa hapo walipo. Hatuhitaji kutoa hiyo elimu. These people, sisi wa Tanzania ni matahira. Tumeamua kurudi nyuma, tumeamua kukaa pembeni, tumeamua kuridhika na kuambia kwamba endeleeni. Na angalia hili mwanamke saizi. Hili mwanamke saizi linafurahi tu. Linaweza likatoa speech yoyote linayotaka. Kwa sababu tunajua Tanzania saizi yameshatulia. Hakuna kinachoendelea. Tunapaswa kuinuka. Hatuhitaji elimu. Kama unataka elimu, kakae darasani na baba yako. Hatuhitaji elimu sahihi. Sasa hivi kila mmoja anajua kilichotokea Oktoba mwaka jana. Hilo pekee ni elimu tosha ya kila Mtanzania kuinuka na kwenda kutoa taharuki, kwenda kuanza mapambano, kuingia barabarani na kuandamana. That's it. Hii sijui tunaanza kupeana sijui tufundishane nini. Of course watu wanaweza kaendelea kutoa elimu bla bla bla, lakini mimi sioni kama kuna Mtanzania hajui kilichotokea na hicho kinampasa ingie barabarani apigane. Tunapaswa kupambana. Tunapaswa kuinuka. Tunapaswa kusapotiana. Live kama hizi zinapaswa ziwe nyingi kwa wingi. Hatuhitaji live za kipumbavu. Live kama hizi ziwe nyingi kwa wingi. Zinazohamasisha watu kupigania nchi, kukumbuka machungu yetu. Hizo ndio live tunazitaka huko ndani. Na Mungu awabariki sana. Wow, asante sana kiongozi, kaka yetu Marcus, Mungu akubariki sana. Nakubali sana. Yaani sasa hivi mimi hizi live za marumbano kwa kweli, mkiwa nimefungua live mimi nimekuja hapa kuongea hapa peke yangu, msishangae, kwa sababu tunapenda haki.
Yaani hatuna mtu tunayempendelea. Mimi Trump nikiingia kwa live ile nipige nondo sifai kuulizwa. Nikienda pale nipige nondo sifai kuulizwa. Kwa hivyo tunachotaka si ni haki. Hatutaki mgawanyiko. Sio tukae hapa hapa tunataka haki. Naelewa? Yaani hapa tunachotaka sisi ni tukumbuke leo fanyika tarehe 29. Moto 29. Ndugu zetu wameuawa jamani. Vijana wameuawa. Wasio kuwa na hatia tuanze tusahau. Yaani jamaa tu unapata tu nguvu ya kusahau. Haya, acha nao sasa. Sisi ambao sisi tumejitolea kufa tunaenda wapi? Maana sisi tukirudi ndivyo tumeenda. Yaani ndivyo tumeenda. Naelewa. Acha nao sisi ambao tumeonyesha sura zetu kama dada Cecilia hapo. Mtu kama mimi hapa. Tunapitia wapi? Mipaka, yaani tunaenda wapi? Kwa hivyo ndugu zangu, nachoomba tusisahau. Yaani hata nyinyi ambao mjionyesha sura zenu, mjue hata sisi ni kama tu hao. Yaani sema tu ni kufa tujafa. Yaani tofauti wetu sisi ni kwamba ni kufa tujafa. Lakini tukikamata ndio hivyo. Kwa hivyo tusisahau. Hata sisi tunafaa kuwa mnatuombea sana. Yaani tusisahau ndugu zangu. Dada kama Cecilia anapostiwa kabisa, hata nimeona juzi kwenye Facebook. Ni jamaa mmoja linajidai ni chungaji. Najidai ni chungaji, limeenda polisi kumshtaki Cecilia. Nimempeleka polisi pale. Nimemfungulia pale vesi. Na kufika pale polisi anakuta Cecilia, polisi nao wanamtafuta huyu tu Cecilia. Dada watu wana vesi pale kituo cha polisi. Sasa akipatikana. Sasa inauma sana tunapokuwa tunakuja kwenye live tunaanza malumbano si fulani huyu si fulani. No, that's not no. Hapana. Hapana hata kidogo. Kwa hivyo mimi ninachotaka twende katika haki. Tupambane, tujue kwamba kuna wanaharakati wamejitolea. Dada yetu kama akipatikana ni karembo au dada Cecilia ni karembo, kakipatwa na mafuele ndivyo hivyo, katapelekea moto katakubali. Kwa mimi na sura yangu ligumbi watanifira wajinga. Watanifira. Sasa nyewe msicheze, yani ndugu zangu ndio kwamba wengine hapa sisi yani sisi tupo ndani ya nchi. Kwa hiyo sisi tukikamata ndio hivyo. Tunajaribu kuonyesha ujasiri, tunapambana na taifa. Sasa tunapoongea kwenye malumbano tunaumiza wengine ambao wamejitolea, wanaonyesha sura zao. Wale kusema wameshukuriwa kabisa. Picha zipo vijijini kule, polisi picha zimetembea. Haya. So jamani, tuende kwa nani? Kwa huyu kaka anaitwa Hyperstika. Fungua mic kaka Hyper Striker. Kama najijua ndio jina lake, maana huyu kaka naona ana comment lakini kuongea ongee. Sasa sijajua. Nitaka tupungue leo jamani. Maana ila jamani wangapi wamefurahi na live ya leo? Kama umefurahishwa na live ya leo, comment hapo chini. Alafu sema ni kisho kufurahisha, waacha unafiki. Kama hujafurahishwa useme hujafurahishwa. Waacha unafiki. Toka hapo upeleke mambo mengine huko. Trump nafiki Trump kona msimamo jamani. Nawapenda dada zangu, nawapenda sana dada zangu, nawakubali sana dada zangu, nawapenda sana. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Mwanaume nahitaji akili kubwa sana. Kwa mwanaume nahitaji akili kubwa sana. Yaani kwa mwanaume unafaa kuwa na kitu, yaani unahitaji akili kubwa sana. Nawapenda. Alifomu tena ameshuka. Wewe reform umeenda hapo niko nataka reform acha mchezo basi. No reform. Jamani, nataka nimalizie hapo niwaambie nawapenda. Kama umefurahishwa na live andika hapo tuone. Alafu niambie kicho kufurahisha nini. Sio tu kusema kwamba tumefurahi. Alafu kutoka hapo. Kwa hivyo nashukuru sana leo tumekuwa. Kesho nitakuwa hapa ila kesho pia live yote ikifunguliwa bila malumbano nitakuja nipande. Ukiona sijapanda kwenye live nikoje ya malumbano. Naelewa. Hivyo kama kuna pia mdada wote ama tuishapitana kwa njia yote naomba msamaha wako, tupambane taifa letu. Mimi ni binadamu na mapungufu, naweza kuwa nimekukosea kidogo. Hata nimepungua bwana. Hata nimekonda mpaka najiona hapa sio kawaida uso. Hali mpaka yani mimi ni mtu na kifua bwana na mwili. What's this my friend? Hii nini? Kifua kweli yani. Pia nashukuru kwa dada zangu ambao mmetap hapo chini mmetap. Mmetuma makopa ndugu zangu wote ambao mjapanda hapa juu petu. Tunatambua mchango wenu. Mmefanya jambo la maana toka muda ambao nimefungua live, mmetuma makopa mmetap.
Ijapo nimetumia restriction zaidi mara 19, lakini kwa sababu ya kutap imesaidia live kutulia. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, na wapenda. Tuendelee kupambania taifa letu. Inawezekana kwa njia yote tumekwazana, labda nimekukosea. Mimi ni binadamu, naomba msamaha wako. Toka hapo ukiwa na amani. Pia tuache unafiki, tuache ubinafsi. Yani ukimwona Trump, muone kama kaka yako, rafiki yako, binadamu, aliye na mapungufu, aliye na madhaifu. Nikimwona mwingine hapo Cecilia, nimuone hivyo hivyo. Thank you so much guys. Nawapenda sana guys. You guys. Guys, nawapenda sana. Sipanisha short sahi. Jamani, ule ambao mmetuma request tapanisha short sahi. Nataka ni shuki kidogo. Niongee pia na simu mali pengine nimepiga simu nikizikata kwa sababu ya live. Kwa hivyo Cecilia, tupo pamoja dada Cecilia. Unafanya kazi nzuri pia dada Cecilia pale Facebook. Na unawapelekea wapumbavu moto uhakika. Unawapelekea moto Cecilia. Usikubali kununuliwa, usikubali kununua hao wajinga. Usikubali kununuliwa ukasaliti mapambano. Usikubali kununuliwa. Usikubali kununuliwa dada Cecilia. Usikubali kununuliwa. Usikubali hata kwa mabilioni, usikubali kununuliwa ukasaliti mapambano. Wewe tunakukubali. Tunakukubali sana. Sana. Pia umeuliza kuhusu jicho langu lilikuwa nini. Ile jicho langu kidogo. Ile jicho langu niliumiza hapa, nilijigonga mahali. Wewe unapenda jamani, baini. Bye. Sasa unasemaje? Kwani wewe ulikuwa unashusha live? Hivi sasa niambia. Poa, mambo vipi? Safi tu, kupungua tu. Naona vile nimekonda kupungua tu, sijui ni nini. Endelea. Pole. Nikazani labda umenyimwa na wifi. Inawezekana pia imechangia. Sikia nikwambie Trump, sikiza nikwambie kitu kimoja. Watu ambao wanapigania nchi lazima waelewe kwamba mwanaharakati hana rafiki wala adui wa kudumu. Yaani hii kauli lazima muizingatie. Mwanaharakati hana rafiki wala hana adui wa kudumu. Sisi mnavyotuona tumejitoa kwa 100%, na sio kwamba tuna raha, na sio kwamba sisi, vita ipo ndani ya wanaharakati wenzetu na nje ya maadui zetu. Kwa hiyo mimi mnayeniona Cecilia, ninapigwa vita na wanaharakati ambao ninafanya nao harakati. Kuna wengine ni wanaharakati ambao ni kweli ni wanaharakati, na kuna wengine ndio unakuta kila mtu wakati mwingine ana mambo yake. Mimi napigwa vita ndani na nje. Ni vitu ambavyo huwa sijali. Lakini mimi ukinikosea, napanda juu, nitakusema. Ukinitukana na kutukana, tunamaliza, tukitoka hapa maisha yanaendelea. Mimi nimekuja kuona kitu cha ajabu eti kwamba sisi tunatofautiana. Baada ya kutofautiana, tunafika mahali eti tuna hotspot matatizo. Mimi nimegombana na Trump, Trump ananijua, na kuchiana, ukitaka kulia lia, mwisho wa siku maisha yanaendelea. Nikishagombana na wewe Trump anaenda kwa mwingine, alafu akiniona pale, mimi nimeona kitu cha ajabu sana, ananinunia. Eti wanaharakati wananuniana. Nyie mnaona raha na mnafanya hao maupuuzi mnaoyafanya kwa sababu mko nyumbani na familia zenu, mnakula, mnashiba, mkipata nguvu mnapanda, mnadinyana, mnalala kwa raha. Na ndio maana mnafanya huo upumbavu mnaofanya, mnabebelea magomvi, mnataka kugombana live hii na live ile. Ni kwa sababu hamjui tu watu tunaoyapitia. Lakini leo hii mkaamua kutoa hizo sura zenu, mkaonekana, mkaona riski, jinsi ambavyo tuna riski maisha. Na waambia hivi, msingefanya huu upumbavu. Cecilia anajulikana, Cecilia anaongea, lakini Cecilia hana ugomvi wa kudumu. Mimi kila live napanda. Nimetoka kwenye live moja ya wadogo zangu fulani, nikaongea nao na nikawaambia ni 1 2 3. Nimeenda kwenye live nyingine wananunia na wasalimia waitiki. Eti niko pale chini, yani ni kama vile wamelua. Nikabidi tu. Sasa hizi ni harakati gani? Hizi ni harakati gani? Lazima tufike mahali, ndugu zanguni, sisi tuwe kitu kimoja. Mwanaharakati hana rafiki wala hana adui wa kudumu. Lazima tujue. Mimi utagombana na mimi leo, kesho lazima tuongee, kwa sababu mlengo wetu ni mmoja. Sisi wote tuko kwenye hatari, tunatetea taifa letu.
Lakini sasa watu wanabebelea matatizo, na kitu ambacho sijakipenda kibaya sana sana, na aliyekifanya lazima ajue kwamba amekosea, kutoa magomvi huku na kwenda kuyaposti Instagram. Yaani mnamtaka kuwaambia wale maadui kwamba sisi hatuko kitu kimoja, sisi ni wajinga, sisi hatuna akili, hatujui tunachokifanya. Wakati kuna wenzenu hapa tunajua tunachokifanya, tunajua kwamba tunakufa wakati wowote, still tunaendelea kupambania nchi. Na ndio maana mimi huwa nisipendi kabisa kuona mtu anaongelea kitu tofauti kuhusu harakati, kwa sababu harakati tunaishi leo tukiwa tumekufa jana. Sasa wewe huwezi kunielewa mimi sasa, kwa sababu una uhakika kwamba unakaa na watoto wako, unafurahi, unataka kwenda Mlimani City, unaenda, sura yako umeificha, hakuna mtu anayejua. Na ndio maana hujui thamani ya harakati. Thamani ya harakati wanajua wale ambao tayari wamesha riski maisha yao. Na ndio maana unakuta watu hamuoni shida kupoteza, yani hamuoni shida kukaa kurumbana asubuhi mpaka jioni na hamtaki kupatana. Mimi mara nyingi napenda watu wapatane, kwa sababu nimezaliwa na mamangu na babangu, nina matabia yangu na matabia yako. Mwisho wa siku tunapokutana ili tutengeneze kitu kizuri, ni lazima wewe na mimi tuchukuliane. Madhaifu yangu huenda ni makubwa kuliko ya kwako, tuchukuliane. Msihisi kwamba watu tunaraha kwamba tunafanya movement labda sisi tuko kwenye nafasi nzuri. Ndugu zanguni, kama mimi kuna siku tu mtaweza kusikia labda Mafyele, hata asiponikamata Mafyele naweza nikafa hata njaa. Vitu viwili sasa hivi napambana navyo, napambana na njaa, napambana na Mafyele. Kwa hiyo mimi ninapoingia kwenye live mara nyingi ninakuwa na hasira sana na hii serikali ya Lamu, kwa sababu ninachokitaka mimi ni uhuru. Nitaendelea kufa njaa, kulia njaa mpaka lini? Nitaendelea hivi mpaka lini? Lazima niwe huru. Na ndio maana unakuta napambana ili nipate uhuru wangu. Sipambani ili nipate ugali, kwa sababu hakuna mtu wa kunipa ugali mimi. Sasa watu tunafika mahali tena tukiwapatanisha hawataki. Jamani, pataneni, hawataki. Mnataka nini wenzetu? Mnataka nini? Basi tufike mahali tuseme hivi, harakati, mwanaharakati, leo mwanaharakati, onyesha sura yako. Tutafika mahali tutakuwa hivyo, kwamba ili wewe mwanaharakati onyesha sura yako. Ifike stage tutengeneze chama ambacho kina nguvu na kina haki ya kufanya maboresho na mienendo ya serikali, kwamba hata bunge isipatiwe kitu unachokiitwa mamlaka, kwamba sawa nyinyi pitisha, lakini wenye mamlaka ni lazima ipatikane. Hayo yote ni kutokuwa na nguvu. Ndio maana nasema light, tungekuwa na nguvu yoyote ile, tungekuwa na ujasiri, nguvu yoyote ile, tafsiri yake ni kwamba hata bunge, sijui mahakama na hiyo na taasisi ya urais, sababu urais ni taasisi, hawataweza kusemea chochote kama sisi hatujaridhia matakwa yao. Maana huwezi kutuletea sheria ambayo ni mbovu, hatutaipitisha, na wananchi wetu sisi ambao wako hawataweza kuimplement hiyo inachokileta. Hawataweza go through what you are bringing, never, unless mpaka sisi kama wananchi tukae kama bunge la wananchi, tujiangalie, tujitathmini kwamba okay, hiki kilicholetwa na hii serikali hizi za juu, je, tunaweza kupitisha ili watu wote wanufaike na hichi? Ndiyo kinafaa tunapitisha. Maanake tusipokuwa na migawanyiko ya pillars yenye kutoa ushurutishaji wa mamlaka, tafsiri yake ni kwamba tutaendeshwa kama mapoyoyo, kwamba mtu ameamka na mke wake anatamani vita tu, leo ambie pumbu zimepotea. Kama nilikuwa Tunduma, mtu anachukuliwa anapelekwa polisi, anakaguliwa, anasema mbona zipo? Umeona? Haya, unajiuliza nikabidi niongee na RPC. Okay, sasa huyu anayesema kwamba